Joe akabiliana kujishusha na kumuelewesha kwamba mama yake ameshafariki dunia. Hivyo unaezungumza naye sio mama yako. Hivyo turudi nyumbani. Baada ya kurudi, ikabidi kumkabidhi binti kisanduku kilichokuwa na vitu vyake. Akamwambia kitunze na atazame ndani yake kuona nini. Sofia baada ya kufika ndani akifungua kisanduku, ndani yake alitazama vitu vilivyokuwa humo. Wakati huo mkono wa kishetani ukawa umetokea hapo, lakini watoto wengine walikuwa wamefika. Emi akasema tumepata chakula, basi tunatakiwa kwenda kula. Wakaenda kula kwa pamoja. Sasa katika hadithi zao, Zara akaona picha moja iliyokuwa ndani ya kisanduku. Akamuuliza Sofia, huyo ndiye mama yako? Sofia akatingisha kichwa kuashiria hilo. Zara akasema, mama yako alikuwa mrembo sana. Sofia akaandika, mama yangu pia alikuwa mrembo, alihifadhi eneo hilo. Zara akamuuliza, kwa nini kwa sasa yuko hapa? Lakini Sofia alikuwa kimya. Zara akaashiria kwamba kuna kitu. Ikabidi kumwambia, mama yangu pia alifariki. Hivyo alikuwa huru kuzungumza. Keti yeye alisema mama yake alimwacha kwa shangazi yake, lakini siku 5 tu baadaye shangazi yake alitoka na kwenda kununua chakula, lakini akarudi tena. Emi alikuwa anasikiliza tu. Hadithi hizo zikamtia simanzi sana. Wakati huo Zara akamwambia Sofia, wazazi wa Emi walimuuza ili kulipa deni lao. Usiku huo watoto wakiwa wamelala, walipumzika kwa utulivu. Akaanza kuning'iniza vitu kama hirizi kwenye kila kona ya vitanda vya watoto. Kisha akaanza kufanya tambiko, akitamka, nimempata chombo ambacho mtaishi ndani yake milele na milele. Bila Jo kujua, alikuwa akimtazama mama anafanya nini. Kwa udadisi, Jo ikabidi kumsogelea taratibu ili aone huyu mama anafanya nini. Ghafla akamgeukia na kumrushia kitu usoni. Kama jivu hivi, Jo alirushiwa vitu karudishwa pamoja. Jo alienda kuteka maji mwanzoni mwa nyumba filamu ilipoanza akiwa amepata mkewe kando. Yuko hoi, hajitambui. Jo akapendekeza kwenda hospitalini, lakini Anisa akasema kwamba hanaumia. Ana maumivu makali sana, hawezi kufika mahali popote. Kwa sababu ya maumivu makali, ikabidi kumlaza chini tu. Basi Jo ilabidi kuanza kumzalisha mkewe. Marapa akajikuta akiwa na mke wake sehemu nyingine tena. Mke wake akamuuliza, ungepewa ruhusa kurudisha muda nyuma, ungeweza kumsaidia nani kati ya mimi ama mwanao Sofia? Niambia ukweli, usijaribu kunificha jambo hili, Jo alisema. Kabla hajajibu, akashtuka kutoka usingizini. Jo baadaye alienda kununua vifaa vya ujuzi. Baada ya kufika hapo, muuzaji akamwambia, wewe mbona unaonekana ni mgeni hapa? Sijawahi kukuona, we ni mgeni si ndio? Jo akasema, mimi sina muda mrefu, nafanya kazi kwenye nyumba kwa Bi Aisha, nyumba ambako Lani alifanya kazi. Alikuwa mtu mzuri sana, japo kuna hadithi nyingi kuhusu Lani. Wengine wanasema kufanya kazi kwa miezi mingi nyuma, lakini wengine wanasema alishafariki. Japo hili swalala alikufa, mimi sina uhakika. Hadithi hii ilimjaza mawazo sana Jo. Hakurudi kwenye shughuli zake. Akiwa anatembea na mawazo mengi kichwani, akamwona mwanamke mmoja pamoja na mtoto mdogo msichana waliokuwa wamevaa hijabu. Walikuja mbele yake taratibu. Jo ikabidi kugeuka kuwatazama, lakini wale watu walitoweka nyuma yake. Ghafla mwanamke huyo akawa ametokea nyuma ya Jo, lakini Jo baada ya kutazama hamuna mtu eneo hilo. Baadaye Jo alipofika nyumbani, akaenda kwa Bi Aisha kwa utulivu na kumwambia, nimesikia hadithi inayomhusu mtu aliyefanya kazi hapa, mzee Lani. Vipi, ilikuwaje? Bi Aisha akaingia kwa utulivu akasema, mzee ameshafariki dunia. Lani hakufanya kazi hapa, lakini alikuwa na ugonjwa usiokoma. Baada ya wiki moja hali haikumruhusu kurudi nyumbani kuchunguza, na muda mfupi baadaye Jo alitaka kujua kwa nini hakufa. Bi Aisha ikabidi kumwambia kwamba anaweza kwenda kumuuliza mwenyewe kabulini. Maswali yamekuwa mengi sana. Jo, unataka kugundua nini? Jo hakuuliza tena. Watoto wanaishi hapa tu na hawaondoka kabisa. Unasema ni watoto yatima, huwa wanatafutiwa ufadhili na kuishi maisha yao mengine. Bi Aisha alisema ujue hawa watoto walikuja hapa wakiwa wanaumwa, na wote walikuwa wanaumwa kwa muda mrefu. Hakuna hata mwanakijiji aliyetamani kuwasaidia hawa watoto, lakini mimi ndiyo kazi yangu. Jo ikabidi kuuliza, watoto wote wanaumwa? Kila mmoja anaumwa. Bi Aisha alisema kwamba, unajua, watu wanaogopa kifo, lakini si mimi. Familia yangu yote walikufa nikiwa mdogo, lakini mimi nimebaki hapa, ni hai, lakini sijui mwisho wangu ni lini na inavyoweza kuwa nisifike mwisho. Akaendelea kusema kwamba kila mmoja anataka kuishi vizuri, lakini kufa vizuri pia ni heshima. Muda ambao hao wanaendelea na mazungumzo, watoto wako bize kucheza huko nje. Sara anatafuta mpira, ulipigwa na wenzake. Sasa kwenye kutafuta mpira, hakaona mpira, lakini pia hakaona pini ya nywele iliyofichwa kwenye kichaka. Hakaichukua akiwa anatabasamu. Ghafla sauti ya ajabu ikawa inasikika.
ikimtaja jina yake Sara. Sara hakisema kwamba macho, akasema kwamba hakijinongoneza mwenyewe, akasema kwamba usijaribu kugeuka nyuma. Hii ni kama ishara ya hile neno. Lakini wapi, ile sauti ikamwamuru kivaa. Kisha kwa woga Sara akachukua kile kipini na kuweka kwenye nywele zake. Sauti ikasema kwamba sasa geuka. Tukio linahamia chumbani kwao. Hali yake ilibadilika kabisa. Binti alikuwa anafurahia muda wote. Hemi baada ya kufika hapo hakawa amekitupa kile kipini cha nywele pembeni huko kando, na kutambua kwamba Sara amechemka kweli kweli, ikabidi kumtafuta Bi Aisha. Bi Aisha baada ya kufika hakamjulia hali na akawa amemlisha baadhi ya vitu, hakawa amwambia wengine wote wabaki hapo ili wamtazame yeye, kisha akawa ametoka eneo hilo. Jo sasa aliamua kwenda kwenye jengo moja kwenda kutazama ni nini kinachoendelea eneo hilo. Baada kufika hapo akawa ameona picha ya Bi Aisha. Baada kuitazama nyuma, mama anaonekana mzee. Huu ni mwaka 1818. Hili jambo likamchanganya sana Joe, ikabidi atoke haraka pale. Sasa akawa anapita karibu na shimo ndani ya nyumba, akasikia sauti ya mke wake akimuita ndani ya shimo. Akamwona kweli kuna mke wake anamuita amsaidie. Joe akanyoosha mkono kumsaidia kumtoa yule mwanamke ndani ya shimo. Yule mwanamke akamvuta Joe ndani ya shimo. Joe baada ya kufika ndani akaanza kutamba kuelekea sehemu ambapo mtoto wake Sofia hakitengeneza lile tundu. Hakiwa humo hakaona kuna chokoleti kibao sana ziko eneo hilo. Hakaanza kuzichukua moja moja, lakini ghafla mkono mmoja ukamshika usoni, na ghafla Joe akajikuta yuko ndani ya nyumba yake ya zamani. Hakuwa amemwona mke wake Anisa, hakitafuta kitu fulani, lakini binti alikuwa na mimba. Anisa akamshika Joe na kumuuliza, vipi, umechukua chokoleti zangu? Joe akakataa. Anisa akasema, unajua ninapata wasiwasi sana bila hivyo vitu, siwezi kujizuia kabisa, lakini kama ungeweza kujizuia tusingekuwa katika hali hii. Kisha mama akaenda mbele hiyo, akamuuliza Joe, je, ungejisikia aje siku ulipozaliwa? Watu walikuchukia, hususani wazazi wako. Wazazi wako walitamani pengine hata ungekufa ulipozaliwa tu. Joe ikabidi kumuuliza, unaongelea nini? Mbona sikuelewi? Anisa akasimasama kwa hasira na kupaza sauti, uliweka sumu kwenye chokoleti zangu, si ndio? Tangu nipata ujauzito ulitamani hii mimba ilibike. Ulijaribu kwa moshi wa sigara na vyakula ambavyo ulikuwa unataka mimi nile. Ukujaribu kabisa kuhusiana na huyu mtoto. Joe hakakubali hili jambo. Mbona mimi sikuwahi kufanya jambo hilo? Ikabidi kumkumbatia binti, lakini Anisa akamwambia kwa msitizo, muue mtoto wetu, kuhua tena muue mtoto wetu kabla hajachelewa. Binti akawa ameshika kisu na akajichoma tumbo lake. Joe akabaki anatazama kwa mshutuko. Sauti ya Sofia ikatotokea upande wa pili, ikiimba wimbo unaosema, ni uzoni kuwa peke yako, kubeba pengo moyoni mwako, kumbukumbu yako inanipa uchungu, uzoni iliyokimya moyoni mwangu. Kabla Joe haja reakti, Anisa hakawa ametokea mbele yake ghafla. Sasa mda huu upande wa juu kwa Bi Aisha